Ndio akatwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, thalathatu man kunna fi qalbihi wajada halawatal iman. Mambo matatu mtu akiwa nayo kwenye moyo wake, huyo ataupata utamu wa imani. Jambo la kwanza ni gani? An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, atakapokuwa Allah na mtume wake ndio vipenzi zaidi kuliko chochote kingine. Ukitaka kufaulu pakubwa, mweke Allah na mtume Muhammad alayhi salatu wassalam wawe ni vipenzi zaidi kwako. Allah asema walladhina amanu ashaddu hubban lillah, wanaomwamini Allah mapenzi yao ya Allah ni makubwa zaidi. Na kwa mtume Allah asema annabiyu aula bilmu'minina min anfusihim, Allah ni mpenzi mtume, annabiyu mtume aula bilmu'minina, ni mpenzi zaidi, ni bora zaidi kwa waumini, min anfusihim, kuliko nafsi zao. Wanampenda mtume kuliko roho zao. Lakini mapenzi haya yatabainishwa na nini? Kama alivyosema Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Mapenzi ni kwa kumfuata. Usidanganywe, mapenzi hayaji kwa chochote ila sababu ya kwanza kuonyesha unampenda mtu ni kumtii. Ndio Allah akasema atiu Allah wa atiu ar-rasul, mtiini Allah na mumtii mtume, kwa sababu huwezi kumpenda mtu alafu wewe hutii amri yake. Mtoto wako asema kuimbia na nyimbo kila kitoka shule, mama nakupenda, nakupenda sana, mama nakupenda. Basi hebu niletee maji pale. Mama mimi siwezi. Yatakuwa akupenda kweli? Naam. Nenda pale duka na mama mimi mambo hayo ustaki, lakini nakupenda mama. Itakuwa na akili kweli huyo? Naam, haiwezekani. Angekuwa anakupenda lazima afanye nini? Akutii. Kwa hivyo taatullahi wa rasul ndio alama ya kwanza ya kumpenda Allah na mtume, ni wewe kuwatii kwa kila alilokuamrisha. Ndio tukaambiwa na wanavyoni wa tauhid, unaposema ashhadu anna Muhammadar rasulullah, lazima yawepo mambo manne. Unapomkubali mtume kwamba Muhammad ni mtume wako, kuna mambo manne lazima. Jambo la kwanza, taatuhu fima amar, kila alilokuamrisha lazima ufanye nini? Utii. Sio kuwa wewe unampenda mtume lakini akikwambia mwanamke wa Kiislamu jistiri, wewe unatembea bila kujistiri, hujampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishi vizuri na mumeo, mtii mumeo, wewe unaishi vibaya. Ishi vizuri na majirani zako, unaishi vibaya, hujampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumpenda mtume lazima umtii. Ya pili, watasdiquhu fima akhbar, kila analolisema mtume uamini ni kweli. Haiwezekani unampenda mtume alafu mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza habari yoyote ile katika habari za ghaib na wewe ukawa hujaamini. Mtume wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, mtume sallallahu alaihi wasallam analolisema ni wahi umetoka kwa Allah. Kwa hivyo lazima kama wampenda mtume basi uamini habari yake, na ukiamini mtu anachokwambia ni kweli utamtii. Mfano hivyo mlivyokaa, hawa watoto wadogo wanaocheza hapo nje, aingie aje kwako akwambie kuna babangu akuita nje, ukiamini utafanya nini? Na ukimwamini ule mtoto kwamba huyu ni mkweli, utafanya nini? Utatoka ukamsikiliza. Sasa kama mtoto mdogo ukimwamini unamtii, vipi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uamini maneno yake alafu usimtii? Itakuwa bado hujampenda. Lakini la tatu, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, ni lazima kila mtume alilokataza au kukemea na wewe uwe mbali nalo.
Haiwezekani kwamba wewe umpende mtume alafu amekukataza mambo wewe unayafanya, utakuwa hujampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila alilokataza, kila alilokemea kwamba jambo fulani muwe mbali nalo, tahadhari na kitu fulani, lazima uwe mbali na kitu kama hiko. Lakini la nne katika yanayothamini mapenzi ya Mtume Muhammad na kumwamini Mtume Muhammad ni an ta'budu Allaha kama shar'a, ni kumwabudu Allah kama alivyofundisha Mtume. Usije ibada zako zikawa ni nyingine sizo alizofundisha nani? Mtume. Ufanye kama ni swala, sallu kama raaitumuni usalli, swala yako ifanane na swala aliyofundisha Mtume. Kila unachofanya, khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada zenu, ibada zako zifanane na ibada ya Mtume. Sio Mtume amekufundisha ibada hii wewe waifanye unavyotaka wewe, haiwezekani.